What's up, yo, everybody? This is Gladness. I don't even know why we're here, lakini one thing I know is that by the end of this video, kuna kitu utakuwa umepata na kitu ambacho kitaenda kukusaidia wewe na safari yako ya kusoma ama kulijua neno la Mungu. In these videos tutakuwa tunaongelea ama tunajifunza ni kwa namna gani unaweza ukajifunza Biblia kwa namna rahisi ikakusaidia kwenye maisha yako ya kila siku. Najua kuna watu wengi na hata mimi nimewahi kuwa mmoja wa watu ambao wanatamani kusoma hii Biblia. Yaani nilikuwa nikikaa kwenye vikundi vya watu, nikisikia watu wanaanza kuhadithiana sijui Samson sijui nini. Unajua pale watu wanapeana revelation and stuff like that, and I'm like, I don't even know what you guys are talking about. Like, I can't even participate in the tea of the Bible kwa sababu nilikuwa sijui ni namna gani ninaweza nikasoma. Lakini so far Roho Mtakatifu amenisaidia. Sijui yote, lakini nitashare yale ambayo mimi yalinisaidia na nikawa naweza kusoma Biblia, wake up every day in the morning excited. Kitu cha kwanza nitakachofanya ni kusoma neno la Mungu ama kusoma my Bible kwa sababu hiyo kitu imejengeka ndani yangu. So kwenye hizi video tutakuwa tunajifunza ni namna gani itakuwa rahisi kwako wewe kujifunza na kulijua neno la Mungu, so that you know when the church folks wanapeana the Bible tea and stuff like that, you be like, I know that story now. Unakuwa na wewe una kitu cha kuchangia, lakini it's not just for the sake of kuchangia vitu, it's for the sake of knowing. Neno la Mungu linasema ya kwamba they shall know the truth and the truth will set them free. And on our first session, kwenye first session yetu tutaongelea ni vitu gani ambavyo unapaswa kujua kabla haujaanza kusoma neno la Mungu ama hujaanza safari yako hiyo ya Bible study. Before you start this journey, au kama umeshaanza, this might help you. Au kama unataka kuanzisha discipleship classes, hii kitu inaweza ikakusaidia. Kama umetoka kuambia watu habari za Kristo na wanataka waanze kuishi maisha katika Kristo, na msingi pekee utakao wasaidia neno la Mungu. So there are things ambavyo unahitaji kujua kwanza kabla hujaanza kusoma neno la Mungu. Sawa, yani ni kama wanasema hivi, it's like this. Before ujaingia kwenye any kind of relationship and any kind of commitment, either it's between you and the company, between you and this business, it's between you and another person, iwe ni love relationship, friendship, nini, you kind of need to know ni mtu gani au ni kitu gani unaenda kudili nacho. Na ndio maana kuna ile season of, ukienda kwenye new company there's season of training, ukiingia kwenye relationship there's that season of knowing and understanding each other. So one thing that you need to know and to understand ni kwamba before reading this Bible, you need to know kwanza, what is this? Why are you reading this? What sort of a book is this? Yani ni kitabu cha namna gani? Unakiendea kitabu cha namna gani? And one thing naweza nikakwambia ni kwamba Biblia is not just another book. Okay? We all know kwamba ni kitabu ambacho ni most read book hapa duniani. Yani ni kitabu ambacho kimesomwa sana, kimerudiwa sana, na pia ni best selling. Yani ni kitabu ambacho kinaongoza kwa mauzo hapa duniani. Lakini it doesn't make it just a book. Ni kitabu ambacho sio tu kitabu cha kawaida, you know, I just read another book. No, you didn't. It's something else. And I'm going to tell you what is that. This is a divine book. Sawa, ni kitabu ambacho ni sio, hakiko kwenye nature ya kibinadamu, iko kwenye nature ya divine. Yani it takes being divine to understand this book. Yani si nieleweje, mbwa na mbwa wakibwekeana wanaelewa kwa nini wanabwekeana. Mwanadamu na mwanadamu wakiongea wanaelewana kwa sababu that's their language. So this book is a different language kwa sababu it's sio kano wala sio human. It's a divine book made for divine being in a human form. Yani imetengenezwa kwa ajili yetu sisi. Na nikisema divine being namaanisha mimi na wewe ni divine, yani we are divine. Yani sisi hapa ni ile tu, tupo in a human form, lakini sisi ni divine kwa sababu tuna roho ndani yetu. Na hicho ndo kitu cha msingi. Lakini pia huyu divine being ambaye yupo in a human form ana carnal mind. Kwa hiyo hivyo ni vitu vitatu. Nimesema ni divine book made for divine being ambaye yuko in a human form, mwenye carnal mind, mwenye ufahamu wa kibinadamu. Kwa hiyo unapokiendea hiki kitabu, unapokifungua na unapotaka kuanza kusoma,
kwanza unatakiwa ujue unakiendea kitu cha namna gani. Sitaki kusema kwamba ni kitu cha kutisha, ni cha no, it's yani ni kitu ambacho unatakiwa uelewe kwamba sio kitu cha kibinadamu, ama kwa akili ama fahamu za kawaida za kibinadamu unaweza kukielewa. Kwa hiyo unapokiapproach ama unapofungua ili usome, ili uelewe, ili upate maarifa, ni lazima uende with spiritual mind, yani sio carnal mind, yani usiende na akili za kibinadamu, kwa sababu ukienda na akili za kibinadamu utakuta mna communicate lugha mbili tofauti. Wewe unaongea lugha yako na Biblia inaongea lugha yake. So for you to understand this book you need to be in a divine space ili uweze kuelewa, na wewe ni divine being ambaye upo in a human form, una carnal mind. Kwa hiyo the whole point of this being divine, kwa nini sasa okay, swali ni kwamba kama hiki ni kitabu divine, nikisema divine namaanisha something ambacho sio divine, something spiritual, yani it's spiritual hivyo. Sasa kwa nini hii divine book ipo kwa wanadamu? Lakini mimi kumbuka nimekwambia kwamba huyo mwanadamu ni divine being ambaye tu form ya nje ndo ana huu mwili wa nyama wa kibinadamu na anafahamu za kibinadamu, lakini ndani kimsingi yeye sio kiumbe wa kawaida, ni divine kama hiki kitabu kilivyokuwa divine. Kwa hiyo hiki kitabu kimetengenezwa ili kukusaidia wewe divine being ambaye upo in a human form kugeuza ama kutransform hiyo carnal mind ili uwe na spiritual mind ama divine mind. Kwa hiyo what I'm trying to say ni kwamba hiki kimetengenezwa kwa ajili yako kwa sababu wewe ni divine being. Sema tu una hiyo carnal mind, yani ufahamu wa kibinadamu. Kwa hiyo the whole concept of you reading the Bible ni hiyo carnal mind yako, ufahamu wako wa kibinadamu ugeuzwe uwe divine. Kwa hiyo ukimwona mtu amesoma Biblia amebadilika, yuko tena kama vile ulivyokuwa unafikiria, that's the whole point. Like we are reading this Bible ili ufahamu wetu wa kibinadamu ama wa kiulimwengu ugeuzwe, tuwe tunawaza divine, tuwe tunawaza spiritual, tuwe tunawaza kama Mungu anavyowaza, kwa sababu tunajua neno la Mungu linasema kwamba Mungu ni roho na wamwabudu watamwabudu katika roho na kweli. So if God is spiritual, that means na sisi tunatakiwa kuwa spiritual. If we want to communicate with him, we need to be spiritual. Kwa the whole point of reading this Bible is to transform our carnal mind iwe na yenye divine ama iwe spiritual. Kwa if you see me like speaking everything about the Bible, like nikikaa na wewe kidogo, my whole life is revolve around the Bible. That's the whole point. And don't come here na kuanza kuniambia unajua hicho kitabu kimekubadilisha. Like duh, yeah, that's the whole point. We are reading this ili tubadilishwe. Hilo ni jambo la kwanza unatakiwa ulifahamu ama leo kwenye kichwa chako kwamba it's okay. Na ukianza kusoma Biblia utabadilika. You will change for good. Lakini kwa sababu ya system na misingi ya dunia hii iliyoharibika, ulimwengu utakuona kama umepotea. Kwa hiyo usiwe offended, okay? Come on. Usiwe offended at all, kwa sababu ukianza kusoma hiki kitakubadilisha kama uko tayari kubadilika. Kwa hiyo in your mind you need to understand kwamba with all the intellectual that I have na elimu yote nina maelimu, I know stuff, ninajua kuhusu teknolojia, yeah. The moment ambayo ume make decision unataka kusoma Biblia, it's the moment things are going to change. Kwa hiyo hii inakutengenezea nini? Inakutengenezea mazingira ya kwamba unapoenda kusoma hii neno la Mungu, changes zitatokea. Kuwa na expectation za changes, and that's the whole point ya kusoma Biblia. The second thing, jambo la pili, drum roll everybody. Here comes the second thing. Biblia haipo kuku please. Biblia does not depend on your opinion, your emotions. Our generation is the most compromised generation. Like we victimize ourselves over everything. Like we have this trauma thing. We love being traumatic and we love that everything is revolved around us. Lakini breaking news guys, plot twist,
the Bible does not revolve around you. Sawa, kuna wakati mwingine utafungua hili neno la Mungu, utafungua neno la Mungu na utakutana na vitu ambavyo havi align na perspective zako, havi align na vitu ambavyo umejifunza toka utotoni. Like this thing is going to ruin your childhood. Okay? Hiki kitabu ukikifungua, yani unatakiwa ujue kwamba it's not about your opinion. Just because you do not agree or believe on what it is written here, haitabadilika. Don't try to change the context here. Unatakiwa ujue na unatakiwa uelewe kwamba hiki kitabu hakipo kwa ajili ya kuplease hisia zako. Lakini muda mwingine unaweza ukawa uko unahitaji kuwa encourage, unahitaji kusikia neno la kukuvuta, kukuinspire kwa nini, utalipata. Lakini kama you are looking out for something ambacho ita sugarcoat labda dhambi, ita sugarcoat your ideology na nini, it's not gonna happen. Kama Biblia inasema ya kwamba kwa mtu mmoja dhambi iliingia na wote tukawa wenye dhambi kupitia mtu huyo mmoja, that means you are a sinner. Come on. Okay? Na kama Biblia inasema kwa mtu mmoja mauti yenyewe iliondolewa na tumepata uzima wa milele, that means period. Okay? Kama Biblia inasema hakuna atakayemuona Baba isipokuwa kwa njia ya Mwana, that's it. Yani just because you don't believe kwamba Kristo anaokoa haimaanishi kwamba it's not true. Kwa hiyo kuna vitu vingine utaamka asubuhi haukubaliani navyo, hauendani navyo, lakini don't change the concepts. If you don't agree, lakini things are not going to change. Ili neno la Mungu halitabadilika na halipo kwa ajili ya kusugarcoat. Kwa hiyo if you are trying to, unajua una search, unafungua nakwambia una search nipate kitu ambacho kita back up my sins, kita back up my ideology, kita back up. It doesn't work like that. Okay, relax now. Okay, sawa. Siku nyingine utaamka asubuhi, last night you had a fight with your friend, a brother, a sister, your life partner, your co-workers. You had a fight and the bad side of it, yeye ndo alikuwa mchokozi, yeye ndo alianza kuchokoza. Umeamka zako una hili wala lilo, unafungua Mathayo sura ya 5 na kupiga hapa. Inakwambia kabla hujatoa sadaka, si ndio kabla hujatoa sadaka, kama wewe na ndugu yako uligombana naye, rudi ukapatane naye. And mind you, huyo ndo ndugu yako ambaye alikuchokoza, sio kwamba ndo alianzisha uchokozi, ndo alianzisha uchokozi. That means yeye ndo anatakiwa ku apologize. Lakini nini? Wewe huwezi kutoa sadaka kwa sababu gani? Kwa sababu hujapatana na ndugu yako, hujapatana na mshtaki wako. Kwa hiyo go back, nenda kapatane na mshtaki wako. Kwa kuna muda mwingine utaamka you are being slapped. Kuna muda mwingine utaamka utakuwa slapped right in front of your face. Swallow that. Drink some water. Move on. That's the fact. It's not gonna change. Okay? So naweza nikakutia moyo kwamba na hivi vyote sio kwa sababu yani kwamba Mungu ni dikteta. No, hivi vyote vipo kwa ajili ya kukusaidia wewe. Kitu cha mwisho ambacho ninataka au ninatamani kushare na wewe ni hiki hapa, kwamba soma maandiko yote. Usibague andiko hata moja. Maandiko yote yanafaa. Kitabu cha Timotheo inasema kwamba yani maandiko yote ni pumzi ya Mungu na yote yanafaa kwa kuonya, kwa kufundisha, yanafaa. Lakini bear one thing in your mind, kwamba not all scriptures are for you at a certain time, kwa muda fulani. Sawa? Mfano kwenye upande wa unabii ambao umetolewa kwenye nini? Kwenye Biblia. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba maandiko yote yanafaa, mengine kuonya, mengine kuinspire, mengine kufundisha, mengine kukujenga. You learn from other people's experience from the Bible. You learn about God's goodness, you learn about God's mercy, you learn about God's worth and all stuff like that. Lakini sio kila andiko ni la kwako kwa wakati huu. Ukijaribu kufitinisha kila andiko kwenye situation wako kwenye wakati fulani, utapotea, utaumia,
na utaangamia. Yani you will disappear on the face of the earth. You will stop belief. You will stop having faith. Kwa kuna maandiko mengine ni kwa ajili ya kukuinspire, maandiko mengine ni kwa ajili ya kufundisha, kukuongoza. Just be careful. Sawa, kitu kwa mfano naweza nikatoa mfano. Nasema kwamba kwa mfano labda lile andiko ya kwamba sauti ya mtu aliaye nyikani, huu nabii ulitolewa. Na huu nabii umeshatokea. Huu nabii was specifically, yani kuna nabii zingine ni specifically kwa ajili ya watu fulani. Na huo nabii ulishatokea. Yohana ndo alikuwa sauti ya mtu aliye nyikani. Sasa wewe you take it literally, unalifitinisha na situation yako minister, unatoka unaenda nyikani kulia. Be careful. You know, just be careful. There's so many situations ambazo, yani don't try to fitinisha kila kitu kwenye situation yako. It doesn't work like that. Kwa hiyo soma kila andiko, lichukulie kila andiko kwa uzito, lakini usijaribu kufitinisha situation zako kwenye kila andiko. Mingine utaumia, utaanza kusema neno la Mungu ni uongo, lakini that wasn't for you. That was for you to learn namna Mungu anafanya kazi. Kuna vile vitu ambavyo nimewapa funguo hizi hapa, mamlaka mbinguni, duniani na mbinguni, lolote tutakalofunga funguo. That's the whole thing for the church. Like yeah, go ahead and funga na kufungua yote ambayo ni mapenzi ya Mungu. That's okay. The bottom line of this point is maandiko yote yanafaa, lakini muhusishe Roho Mtakatifu kwenye kila kitu. Sawa? Kwa hivyo ni vitu vitatu ambavyo unatakiwa ujue kabla hujaanza kusoma neno la Mungu, kabla hujaanza anything. Just bear that on your mind kwamba Biblia ni kitabu divine. Kwa hiyo sitaenda na ufahamu ukiendea kwa ufahamu wa kibinadamu wa kawaida, kuna vitu hautovipata. Of course utapata concept, ila mimi mwenzako kipindi nasoma Biblia kwa akili zangu, kwanza nilianza kusoma didibaji and all stuff like that. So it's just nenda, bear that on your mind kwamba hiki ni kitabu divine. Ndio maana mimi nimeona kwamba kuna watu wengi they've been arguing since the beginning of time. Yani they've been opening scriptures, wanafungua maandiko. Yani kuna mtu yeye anafungua maandiko apate vifungu vya kwenda kukosoa imani. Yeye anatafuta tu vifungu vya kukaa chini na kumtafuta mtu gani anasema kuhusu Kristo. Nimepata andiko hili hapa. Actually you're missing a lot. Yani utakuwa kama wale Mafarisayo, like walikuwa conspiracy zao zilikuwa ni za kipuzi sana. Walikuwa wanatoka kwenda, unaambiwa walikuwa wakiafungua maandiko wanatafuta kitu cha kumshika nacho Yesu Kristo. Like wakaacha kufocus na the whole point. The whole point, hata kama unaenda kusearch maandiko, search ili kuijua kweli. Na ukisearch with the intention of knowing the truth, kweli utaipata. Kwa hiyo wewe ambaye huwa unaiendea kwa ufahamu wako wa kawaida, utasoma, utaelewa story ya Samsoni, utaelewa story ya Musa, utapata general concept and all stuff like that. Lakini the revelation of truth, revelations, wisdom, knowledge, ukiendea kwa akili za kawaida umeisha.